Fiwe. Na imani mtu wa Mungu, jambo unaendelea kunifuatia katika channel hii ya Uvumbuzi TV. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii mingi sana ikiwemo YouTube. Channel hii inapatikana kwa jina la Uvumbuzi TV, lakini ukija kwa njia ya TikTok napatikana kwa njia ya jina linalosema Uvumbuzi TV. Unaweza kusubscribe, kushare na kucomment ili watu wote waweze kusikia habari njema za Mungu. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Marubu. Katika siku ya leo nimeonelea nikuletee somo zuri sana ambalo linaelezea wafu wako wapi. Hili ni swali ambao watu wengi sana wanajiuliza ya kwamba mtu akifa anaenda wapi. Tukirejea Mwanzo moja na mle mstari wa 26, tunaona jinsi gani Mungu anafanya uumbaji wa mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu. Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke ambaye ni Adam na Eva. Sasa nikushauri unapokuwa unafuatilia unapokuwa na kitabu chako unaweza kanoti au unaweza kunifuatia kwa kutumia kitabu cha Biblia Takatifu ili twende pamoja ili uweze kunielewa. Tunaongelea habari njema ya uumbaji ambao Mungu aliumba mwanamke na mwanaume akaweka katika bustani ya Eden. Ukija ile Mwanzo 2 inaenda kuelezea namna gani Mungu alipompendelea mwanadamu akamweka katika bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Lengo la Mungu, alihitaji mwanadamu aishi milele, lakini akaliwekea sharti moja katika bustani ya Eden, ambapo Mungu alimweka bustani ya Eden ailime na kuitunza. Akampa sharti moja ya kwamba asile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, akila hakika atakufa. Lakini ukija Mwanzo 3 kuanzia mstari wa kwanza tunamuona yule nyoka, shetani akaja kwa umbo la nyoka akamdanganya mwanamke. Alipomdanganya mwanamke akamwambia kwamba anachukua ile tunda kila hata kufa. Lakini tunakuja kuona ya kwamba Mungu alikuwa ameshakusha kutoa agizo la kwamba mwanadamu akila tunda hakika atakufa. Lakini tunakuja kuona namna gani huyu mwovu Ibilisi anapokuja kudanganya na kuwadanganya wanadamu wanapokuja kuingia dhambini, ndipo madhara ya dhambi yanatokea ambao ni kifo. Ukija katika kitabu cha Mwanzo 3 na ule mstari wa 19 inaeleza kwamba baada ya mwanadamu kula tunda, Adam na Eva walipokula lile tunda, Mungu alisema kwamba kwa sababu wamekula, wao watakula chakula kwa kutumia jasho lao, kwa jasho lao watakula. Lakini hivyo hivyo Mungu akasema kwamba ardhi imelaaniwa kwa sababu yako wewe Adam. Kwa hiyo sasa, kwa sababu umelaaniwa, utarudi mavumbini, kwa maana ulikuwa mavumbi. Kumbe tunaanza kujifunza kwamba Mwanzo 3 mstari wa 19 inaeleza kwamba kwa sababu Adam alitenda dhambi na baada ya kufa kumbe atarudi ardhini. Kuna baadhi ya notion au option au opinions za watu mbalimbali katika imani tofauti wanasema kwamba mwanadamu akifa wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ailazi mahali pema peponi roho ya marehemu. Lakini tunaona kwamba kumbe mtu akifa haendi mahali pema peponi, bali anaenda wapi? Ardhini, kwa sababu sisi tuliumba kwa mfano wa Mungu, tena kwa mfano wetu tukaomba kutumia udongo. Kumbe sisi miili yetu hii ni udongo, na baada ya kufa tutarudi wapi? Mavumbini. Katika siku ya leo nataka tujifunze mahusia machache ambayo Mungu anaenda kujifunua katika kitabu takatifu ambacho ni Biblia. Tukija Mhubiri 12 na ule mstari kuanzia mstari wa 6, wa 7, wa 8 na wa 9 inaeleza kwamba baada ya mwanadamu kuwa amekufa atarudi mavumbini, na kwa sababu atarudi mavumbini, roho ambayo ndio aliumba Mungu itarudi kwake yeye aliyoiumba. Sio kama unanielewa vizuri msikilizaji, ya kwamba nitarudia. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 12 kuanzia mstari wa 5, wa 6, wa 7 hadi wa 9, inaweza ya kwamba mwanadamu akifa yeye atarudi mavumbini, ila roho itamrudia yeye aliyeiumba. Kwa hiyo sasa tunaenda kuona ya kwamba kumbe ukifa hauendi mbinguni, hauendi peponi, hauendi jehanamu, bali unarudi mavumbini, kwa sababu tulikuwa mavumbi. Wapo watu wengi sana ambao wamechanganyikiwa na mafundisho ya uongo, mafundisho ya kipagani, mafundisho ambayo hayana kidhibitisho kutoka neno la takatifu Biblia. Katika Biblia uwezo kukuta neno lote ambalo linaelezea kwamba ukifa utaenda mahali pema peponi, bali ukifa unaenda wapi? Ardhini. Kwa tutambue ya kwamba mfu anapokuwa amekufa haendi sehemu popote pale hadi siku ambapo Mungu akija yeye mwenyewe, kwa sababu aliahidi katika kitabu cha Wafilipi 4 na ule kuanzia mstari wa 1, wa 2, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, inaweza ya kwamba Yesu alienda mbinguni kutandalia makao, lakini atakuja. Kitabu cha Ufunuo 21, 22 vinaeleza kwamba
kutengeneza juu ya ujio wa Yesu Kristo, kwamba akija yeye ndio atakayefufua wafu. Kama kweli wao wafu wanaenda mahali pema peponi, kwa nini Yesu aje kuokoa wanadamu? Lakini nitakupitia katika kitabu hicho cha Mhubiri 9 na ule mstari wa 15. Mhubiri 9 mstari wa 5 inasema ya kwamba walio hai ndio wanaojua uchungu wa kifo, lakini ambao wamekufa, ambao yani wanazungumza marehemu, hawajui neno lolote, kwa sababu wao historia yao imeshakwisha kufutika. Na kwa maana hiyo unapokuwa unawaombea wafu hawaelewi jambo lolote lile. Na ikumbuke ya kwamba hata kama unamwombea marehemu, kama alikuwa mtenda dhambi, yeye faili lake la duniani limefungwa siku ambayo amekufa. Hata kama tukimwombea maombi ya kufunga na kuomba, lakini kama alikuwa mtenda dhambi na alikufa katika dhambi, yeye tayari Mungu atakuja kumhukumu kulingana na yeye alivyoishi, sio kama tulipoanza kumwombea baada ya kufa, bali alivyoishi hadi mwisho wake wa maisha. Kwa kuona haya mafungu sasa, nikupitishe uendelee kuyapitia na kuendelea kusoma Biblia takatifu ili uweze kujifunza. Nitarudia tena, nitakusomea ili uweze kunoti vizuri. Na tunasoma kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26, tunaona maana ya uumbaji. Lakini Mwanzo 3:1 tunaona mwanadamu alivyoasiliwa katika dhambi na ule mwovu Ibilisi. Lakini Mwanzo 3 mstari wa 19:20 hadi 21 zinaeleza namna ambavyo sasa mwanadamu alianguka dhambini na akaandikiwa kifo, lakini inaeleza kwamba mwanadamu pia atarudi mavumbini kwa sababu yeye ni mavumbi. Lakini ukija Mhubiri 12 mstari wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 hadi wa 9 vinaeleza juu ya kwamba mwanadamu akifa anarudi mavumbini, lakini roho inamrudia yeye aliyeyumba. Ukija hiyo Mhubiri 9 mstari wa 5 binaweza ya kwamba wafu hawajui neno lolote, hata kama ukimwombea hawezi akaitikia amina. Hebu tujiulize, hebu wewe mwenyewe usikiliza, msikilizaji na mtazamaji, kwamba hivi, hebu jaribu kwenda pale mocho ukamuulize Bwana Yesu asifiwe marehemu, kama atakusikia. Hata kusikia kwa sababu haelewi na wala hasikii, yani wala hasenzi kitu chochote kile. Kwa hiyo sasa nikupendezea kwamba katika maisha tunayoishi tujitahidi kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya utaua, kama Mungu mwenyewe alivyoagiza kwamba tuendelee kujiandaa, kwa sababu hatujui saa wala dakika ya kuja kwake mwana wa Adamu, bali tukeshe na kuomba, kwa sababu mshtaki wetu ametupa duniani. Ukisoma ile Petro wa kwanza 5 mstari wa 8 inaweza kwamba shetani anazunguka hapa na pale akikutafuta wewe na mimi apaweze kutuangamiza. Lakini ukija wa Efeso 6 mstari wa 10 wa 11, Paulo anapendekeza ya kwamba njia za kuweza kujikinga ni pamoja na kusoma neno la Mungu, kuomba na kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Hayo ndiyo itakuwa silaha yako katika vita hii ya imani kati ya uovu na wema. Lakini habari njema ni kwamba Yesu atakuja mara ya pili, na kila mtu atamuona, na aliyekufa na akiwa hai wote watafufuliwa na kwenda kumlaki Mungu na kule mbinguni na kuishi maisha ya milele. Sasa kwa hiyo sasa, ili uende kule utakiwa kuwa mtenda dhambi, unatakiwa kuwa mwema, ujitakase nafsi yako, ujitakase matendo yako, na Mungu atakubariki. Ubarikiwe sana unapoendelea kupiga mbiu kabla msalaba, na Mungu akubariki sana. Karibu katika channel yangu hii, uendelee kunifuatilia. Amina.